Asante kwa kuendelea kunifuatilia kwenye channel yangu ya Kija Master. Leo na habari nzuri sana na vitu viwili muhimu ambavyo vitakusababisha upige hatua moja kwenda hatua nyingine. Jambo la kwanza, jitahidi sana kukaa kimya, kwa sababu ukikaa kimya kuna mambo mengine utayakimbia. Utakimbia migogoro mbalimbali na utakuwa kwenye kundi la watu ambao wanachochea changamoto yoyote au wanachochea tukio lolote. Kuna watu wanaamua kuongea ili waaminiwe na watu. Bro, imani bila matendo imekufa. Ukianza kuongea ili mtu akuamini, basi lazima ile imani ili akuamini uigaramie. Utafanya matendo ya kujipendekeza kwake, utafanya matendo ya kumfurahisha, yatakugharimu. Kwa hiyo utakuwa underdog kwenye maisha yake, utakuwa mtumwa wa fikira kwa huyo mtu ambaye unataka kuamini wakati hana imani na wewe. Kikubwa, fanya kitu atamini kupitia kile kitu. Usisiwe mtu wa kuongea sana, uwe mtu wa vitendo. Do action, stay silence. Everything can be clear. Wala vizuri Yaani usiwe ni mtu wa kuongea sana. Jambo lingine, jitahidi sana usiishi katika sehemu ambayo haikupi amani ya moyo. Yaani usikae na mtu ambaye anakuumiza moyo wako na kuwa na hasira. Jaribu kuishi maisha ya kuwa na amani ya moyo. Jaribu maisha ya kuwa na furaha. Kwa sababu ukikosa maisha ya kuwa na furaha, utakuwa unatengeneza sumu ndani ya moyo wako. Utazeeka mapema. Jaribu kutafuta amani ya moyo wako. Kama unaona rafiki huyu si sahihi, anakupa maumivu, anakupa huzuni, kwa nini uendelee kumng'ang'ania? Tafuta rafiki mwingine ambaye anaweza kukupa amani ya moyo na ikaonekana nuru yako katika uso wako. Kwa sababu tupo duniani kwa kitu kimoja tu, kufurahisha moyo, na si kufurahisha moyo wa fulani. Ndio maana Mungu akasema mpende jirani yako kama wewe unavyojipenda. Kwa Mungu alikuwa anaamini mwanadamu anajipenda sana yeye. Kwa hiyo Mungu atakushangaa ukimpenda jirani yako kuliko wewe unavyojipenda. Yaani wewe unakuwa na maumivu kwa ajili ya furaha ya mwenzako. Not happen. Utakuwa ni mtumwa wa fikra na utaendelea kuwa underdog na utaendelea kuwa koloni la huyo mtu, ataendelea kukutawala maisha yako yote. Haiwezekani mtu akwambie naomba shilingi 100,000. Nisaidie 100,000. Halafu unakopa 50, unampa, unamfurahisha,